matatizo yanayotukabili. Fundamental ignorance manake tunatafuta suluhu mahali ambapo suluhu haiwezi kupatikana. Ni kama tu kutafuta dirisha mahali ambapo halipo, au kutafuta mlango mahali ambapo haupo, au kumtafuta kibaka kwenye msitu mmoja wakati yule kibaka kakimbilia kwenye msitu mwingine. Kwa ndio matatizo yetu hapa, fundamental ignorance. Sasa tumeambiwa kwamba Oktoba 29 vijana wameharibu miundombinu, wamepigwa risasi. Kwa hiyo ndio chanzo cha kelele zote, na hawa vijana wanataka kurudi tena Sabasaba kufanya fujo zao zile. Lakini sasa hizi habari ambazo zinatufikia sasa hivi ni kwamba tarehe ile 29 vurugu zile vijana walikuwa wanafanya fujo, lakini kulikuwa kuna wafanyabiashara wakubwa, waagizaji wa mafuta ambao wao wenyewe kwa wenyewe wana ugomvi. Kwa hiyo huyu mwanaharakati alikuwa anasema kuna hii kampuni ya GPB, aliyoitaja GPB, kwamba hiyo ilikuwa ina ugomvi na Lake Oil. Sasa hii kampuni ya GPB ilivyoitafuta, naona ni kampuni ya mafuta, inashughulika na usambazaji wa mafuta hapa Tanzania, na inaongozwa na huyu mtu anaitwa Badar Saif Sud. Kwa anasema hawa wanabishana kuhusu hizi biashara na wanagombania hizi tenda za kuagiza mafuta. Kwa hiyo katika kugombana kwao ndio imetokea kwamba vile vituo vingi vya Lake Oil vimechoma moto, kwamba wametumwa kuchoma moto na wapinzani wao wa kibiashara, na wanagombana Lake Oil na huyu GPB. Lakini sasa huyu GPB apparently ni mtu ambaye ana rafiki wengi zaidi serikalini kuliko hiyo Lake Oil, ambapo alikuwa yeye ana tendency ya kugombana na wakubwa serikalini. Kwa hiyo wao ndio wamefanya mambo haya kwa kushirikiana na hiyo serikali ambayo inataka kuwachinja vijana. Kwa hiyo ni hivi, huyu mwanaharakati anaongea, anasema hawa GPB na wote waliokuwa wanagombana na Lake Oil wakamtuma yule kiongozi wa JKT Suma JKT, Brigadier Generali Petro Ngata wakamtuma huyu Petro Ngata awapeleke vijana wake wachome moto vituo vya mafuta hivi vya Lake Oil. Sasa wale vijana inasemekana walionekana wanachoma moto hivi vituo kwa kisingizio kwamba walinyimwa mshahara wao. Kwa hiyo hilo ndio tatizo, na sijui hizi ni habari tu mimi nimeziona na nawasilisha, sijui watu watafikiria nini. Pia yule kijana huyu mwanaharakati anaongea sana kuhusu utajiri mkubwa wa CDF, mkuu wa jeshi letu, lakini for our purpose sasa hivi hii inakuwa irrelevant. Lakini kama kuna mtu jeshini Suma JKT wamekwenda kushiriki kuchoma moto vituo vya mafuta vya maadui zao, rivals wao katika biashara, ili ni tatizo. Kwa hiyo nawasilisha.